Tanzania wana sisi jamani Dodoma uzuri wake wa asili tembelea Kizota nenda mpaka Chamwino tembelea Zuzu uwanja wa ndege Msalato Makole Najua watu wanabadilika. Na najua nimebadilika pia. Nimekuwa tofauti na mwanzo wakati tunakutana. Lakini bado nakupenda sana. Niambie nifanye nini nitafanya mpenzi. Na ninakuahidi nitabadilika. Hello. Hello. Di. Samahani kaka, umekosea namba. Mungu wangu. Ndio umevaaje hivyo? Angalia viatu vyako. Vanessa. Hapa ofisini watu wanaangalia muonekano. Hii kazi yetu inabidi we very smart muda wote. Sio kama unavovaa kishamba hivyo. Hapa wanakuja watu wanalipa pesa zao kwa ajili ya kuonekana smart. Mbona unahudumia haupo hivyo? Boss, siwezi kuvaa kama wewe au kubadilisha muonekano wangu ili kuweza kuhamasisha wateja kwamba nafanya kazi hii. Kama hii ofisi ni yangu na unataka kazi, lazima ufuate masharti yangu, sawa? Oh, Mungu wangu. Nani wewe?
Umjui huyo? Seriously? Ni designer mkubwa hapa Dodoma. Naomba mhudumie vizuri. Sawa? Sawa. Oh, Sparrow's boss. Karibu sana. Thanks. Leo atakuhudumia Vanessa. Oh, Vanessa. Utaanza kazi leo. Sawa? Sawa. Asante sana Mr. Mora. Nashukuru sana. Umemwelekeza vitu vya kufanya? Ndio. Nishamwelekeza kila kitu. Atakuwa akipanga na kurekodi kile tunachokiuza. Nitakagua kila siku. So, kuwa makini. Hakuna tatizo Mr. Mora. Nitakuwa makini. Twaibu ameniambia wewe ni Mchaga. Ndio. Unafanya nini Wachaga? Kwa nini? Hamna kitu. Mchaga wapi? Machame. Una mchumba au umeolewa? Hapana. Unaye mtoto? Hapana. Naweza kuendelea na kazi? Ya, ndio. Twende kwa kazi cha kufanya. Twaibu. Huyu mtoto sio Mchaga. Idhani ni vyema kwa mwanamke kuwa kivutio kwenye biashara. Samani. Unafikiri ni sahihi kwa mwanamke kuwa kivutio kwenye biashara? Na maanisha kujiremba, kuvaa vizuri, kuvaa nguo fupi. Unafikiri ni sahihi kweli? Hapana, sio sahihi. Kwa hiyo unakubaliana na mimi? Nakubaliana na wewe ila kidogo. Kwa hiyo unamaanisha bosi wako anavyofanya sio sahihi? Sijasema hivyo. Lakini ni ajabu. Tufanye kama anavyotaka yeye. Lakini kwa upande mwingine ni sawa. Kwa upande wa biashara, kwa sababu wanaume wengi hawapati huduma hizi nyumbani kwao. Ndio maana wanazifuata hapa. Nakubaliana na wewe. Kwa unataka kuniambia kwamba wapenzi wetu wangetufanyia hivi majumbani kwetu tusingefika hapa? Labda. Okay. Do you have a boyfriend? Yes. And why? Okay. Hey baby. Hey.
Umechoka sana eh? Vipi kazi? Umeanza kuzoea? Honey, sijui hata nafanya nini pale. Na degree, lakini nafanya kazi ya kushika tu vichwa. Bota ningekuwa boss mimi. Nahisi napoteza muda pale. Hiyo ina tamana. Vanessa, tulia kwanza mpenzi. Nahisi kama nakata tamaa tu aibu. Mimi siwezi. Kwa nini ukate tamaa tena? Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi. Never give up baby. Yaani kama leo kaja huyo designer mkubwa pa Dodoma. Ana masala ya kipuuzi. Sijui anaitwa Sparrow designer. Ina maana mimi peke yangu ndo simjui. Yeye ajikana Dodoma nzima. Sparrow the boss. Wow. Umemwita kama Alinda. Sparrow the boss. Alinda? Mimi nimechoka. Ngoja nikapike. No, sienda kupika. Tenda kula chips leo. Huyu kaka ni msumbufu. Ni nani kwani? Alikosea namba lakini haelewi. Anasumbua vibaya. Block tu. Block. Unajifanya mjanja eh? Unaniacha mimi? Utaona. Sikia. Nitakapokuona popote, nitakachokufanya hautoamini. Huwezi kuniacha kirahisi hivyo. Baby. Upo sawa? Nipo sawa. Tupo sawa. Unanipenda, nakupenda. Then tunafuraha. Kama una furaha? Nina furaha. Lakini nahisi tushughulikie mahusiano yetu. Una maana gani? Kwani kuna tatizo? Hakuna, lakini nahisi tumshirikishe mtaalamu wa mahusiano. Hawezekani tukamshirikisha mtu. Tushauri jinsi ya kuishi kwenye mahusiano yetu. Lakini hapana.
Vipi shoga yangu? Mbona kama upo sawa? Vanessa. Vipi? Bosi ananiita? Acha wingi. Una tatizo gani? Sijalala tu usiku, ndo maana nipo hivi besti yangu. Mwambie shemeji apunguze dozi, atakuua. Vanessa, una tatizo gani? Nisha, mimi nahisi mahusiano yangu mimi na Toibo yapo sawa. Mimi nahisi kanichoka. Kwa nini? Mimi naona mnapendana, mna furaha, au na maana gani Vanessa? Kabadilika sana, sio kama mwanzo. Alikuwa akinijali, alikuwa akinisikiliza na kunipa muda wote. Lakini sasa hanijali tena, yeye na simu tu. Mimi nahisi kanichoka. Unajua Vanessa, mapenzi ni mazuri sana yanapoanza. Lakini mkishazoeana ni lazima tu kuna vitu vitabadilika. Hapo ndipo mwanzo wa mahusiano mengi kuvunjika. Mimi nashauri uongee naye au mjende kwa mshauri wa mahusiano. Hataki kusikia hayo mambo. Nitajaribu kwenda mwenyewe. Mimi nafikiri mshawishi mwende wote itakuwa vizuri sana. Umesema nataka Vanessa. Huyu hapa sasa. Vanessa, Spara mpenda huduma yako. Mhudumie vizuri, sawa? Mambo. Umerudi tena? Huduma zako ni nzuri sana, ila nimependa zaidi mazungumzo yako. Kwa hoja penda huduma, unapenda mazungumzo? Hapana. Leo mimi sitaki kufanya huduma yoyote. Nataka tuongee tu. Nini? Mimi sijaja hapa kuzungumza. Nimekuja kufanya kazi. Lakini mimi mazungumzo yananisaidia sana. Unaonekana uko smart. Na kwa nini unafanya kazi hii? Kwani wale smart wafanya kazi hii? Una maana gani? Sina maana mbaya. Na wala simaanishi kwamba wanaofanya kazi hii hawako smart. Una maana gani? Unaonekana ni smart sana. Na ni msomi. Unaweza kufanya kitu bora zaidi ya hiki unachofanya. Unavyoongea, unavyojiheshimu. Sio kama hao wengine. Unaweza kuwa bosi. You are beautiful and smart. Unatakiwa uwe na ofisi yako. You can do it. Kwaherini, mimi naondoka. Tutaonana kesho. Haya, jioni njema. Haya, na kwenu pia.
kuna kitu haiko sawa kwa huyu mwanamke. Kwa nini? Anaonekana ana wasiwasi. Mimi nahisi labda sababu ni mgeni hapa. Hapana, kuna kitu haiko sawa kwa huyu mwanamke. Labda. Halafu leo nina mtoto mpya. Haya bwana, mzee wa watoto. Lakini ni sio Mchaga. Unanidanganya sasa. Serious. Basi tugawane 50-50. Acha utani bana. Wewe umesomea nini? BA. Unaona? Hebu fikiria. Alafu tanipa jibu. Sawa? Toib. Hello. Nilikwambia umekosea namba. Mbona uelewi? Hata sijakosea namba. Sinaongea na Vanessa. Sparrow. Ndio. Samahani, nimekupigia muda mbaya. Namba yangu umeitoa wapi? Una uhakika unataka kuzungumzia namba yako nimeitoa wapi? Naomba usinipigie simu ovyo. Mimi ni mke wa mtu. Naweza kukuuliza kitu? Nini? Upo naye kwa muda gani sasa? Nilikutana naye nikiwa sekondari. Nilikuwa na miaka 17. Nipo naye kwenye mahusiano ni miaka 7. Wow. Miaka 7. Kwa hiyo una miaka 24 sasa. Kesho birthday yangu natimiza miaka 25. Happy birthday. Sipendi sana siku yangu ya kuzaliwa, kwa sababu inanifanya nikumbuke kuwa siku zinaenda na sijafika ninapotaka. Na maanisha sijatimiza malengo. Wewe unataka nini, Vanessa? Angalau kwa sasa ningekuwa na biashara yangu au na kazi yangu mwenyewe. Vanessa, una ndoto nzuri sana. Na kama nilivyokuambia awali,
Wewe uko smart na ni mzuri. Na una juhudi kubwa sana. Na maanisha unaweza kufanya chochote unachotaka. Ukiamua. Unajiamini. Andaa plani na uifanyie kazi sasa. Hello. Vanessa, uko sawa? Ndiyo. Najaribu kufikiria maneno yako mazuri. Unajua ninaweza kukusaidia Vanessa. Kivipi? Mimi ni mfanyabiashara mkubwa sana na nimefanikiwa sana Dodoma. Unawezaje kufanya yote hayo na ukafanikiwa? Maana unaonekana bado kijana mdogo. Siku zote nasimamia ninachokiamini na ninafanya kazi kwa bidii. I mean hard working. Na ninajituma kwa kile ninachokipenda. Unajisikiaje? Mpweke. Kwa sababu nimekipata ninachokipenda, lakini nahitaji kuomba ninachokihitaji. Wakati niko chuo nilimpata mwanamke mzuri sana. Nilimpenda sana. Na niliamini yeye ndo atakuwa mke wangu wa maisha. Lakini aliniacha bila sababu. Sijawahi kupenda tena tangu hapo. Unamaanisha hujawa na mahusiano kuanzia chuo? Sikujua anipendi na hakuwa na furaha kwenye mahusiano yetu. Wewe una furaha kwenye mahusiano yako? Ndiyo, nina furaha. Nampenda sana Twaibu. Vizuri. Nina wivu pia. Wewe ni mwanamke mzuri sana na unayejitambua. Kila mwanaume mwenye akili timamu atatamani kuwa na wewe. I have to go. Bye. Vanessa, ushawahi kuwa na mahusiano na wanaume wangapi? Au nikurahisishia? Wanaume wangapi unao? Mmoja tu. Mmoja? Unataka kuniambia Twaibu ndo mwanamume wako wa kwanza? Ndiyo, mimi na Twaibu tunapendana na niko sawa. Umejuaje kama yuko sawa wakati huna mwanaume mwingine wa kufananisha naye? Bora nisijue tofauti, kwani sikosi wala sipotezi kitu. Hakuwa na yeyote, kwani wewe ndo wa kwanza kwake? Ndiyo. Hata mapenzi yenu hayatakuwa matamu. Mnafanya kitandani huku mmezima taa. Kwani kuna tatizo kufanyia kitandani? Hiyo ni kawaida sana. Unakutana na wanaume wengine mnakuwa kama wanyama. Mnafanya popote.
chooni, bafuni, sakafuni au kwenye gari. Muda mwingine hata hapa tulipo. Mbona kama unalegea? Hata kidogo. Baby, I miss you. I miss you too. Mimi nataka hapa leo. Uko sawa kweli? Vipi, kwani vibaya? Tangeleni tukafanyia hapa. Ngoja nipange nguo alafu tukafanyia kitandani kama siku zote. Sawa? Boss Alina anakuita. Si unaona na kazi? Nitakusaidia, nenda kumsikiliza. Nilikuwa naongea na Sparrow. Anaumwa leo. Alikuwa anahitaji huduma yako nyumbani. Lakini na kazi boss. Nisha atakusaidia. Kwa nini siende Nisha au mwingine? Unanipangia kazi? Boss ni mimi au wewe? Lakini nyumba yako ni nzuri sana. Asante. Lakini niko busy, hata vitu vilivyomo ndani mwangu sinifaidi. Una maana gani? Kwa mfano sijui hata mara ya mwisho kuangalia TV yangu ni lini. Kitanda kizuri, lakini nalalia masaa 4 tu kila siku. This is bullshit. Tafuta girlfriend, atakufanya urudi na kuenjoy nyumba yako. Labda awe kama wewe. Nahisi nimemaliza. Nahisi najisikia vizuri kidogo. Nitamfanyia na mume wangu Twaibu, ili asifanye na wengine. Kweli eh? Nakutania. Unamzungumzia sana Twaibu.
Kwani vibaya? Hapana. Unamtaja sana kwenye mazungumzo yetu. Hapana, sio kweli. Sawa. Samahani. Unajua nini? Kuna muda natamani kumuona huyo mwanamke. Ana kitu gani cha special mpaka kana wewe? Kwa upande nafikiri kama anajua na mwanamke mzuri. Nafikiri sijui kama anajua na bahati hiyo ya kuwa na wewe. Anakujali kweli? Na anakuthamini? Naomba niende. Vanessa, kama ningepata bahati ya kuwa na mwanamke mzuri kama wewe, nisingetamani hata utoke nje. Nisingetamani uteseke. Nisingetamani ushike watu vichwa. Ningetamani unishike mimi tu maisha yangu yote. Na ningeipenda kila sehemu ya mwili wako Vanessa. Miguu yako, mikono yako, na hata shingo yako. Nisingetamani kumisi chochote Vanessa. Sijamisi kitu pia Sparrow. Harufu nimesikia umndani. Zile yeni pale na meza. Nguo ya ndani kwenye kochi. Na sidilia pale chini. Usitaki kunichezea Sparrow. Sikujua kama leo birthday yako shoga yangu. Happy birthday! So, dada chelewa kurudi. Kuna mzigo mpya umeingia, kwa hiyo inabidi tuupange mpaka uishe. Sawa. Mungu wangu. Kumbe alikuwa nakumbuka leo. Maana nimeondoka leo asubuhi. Nilikuwa na hasira. Kumbe alikuwa nakumbuka.
alafu hata sikuelewi. Mara o anipendi, mara o anijali. Hata sikuelewi rafiki yangu. Hey. Happy birthday. Asante. Umependa zawadi yangu? Zawadi? Nimekuletea zawadi. Umependa? Nzuri sana, asante. Karibu. Sparrow, naomba nikuulize kitu. Ndio. Unataka nini kutoka kwangu? Kwa nini unafanya yote haya? Unanijali? Vanessa, napenda kukuona ukiwa na furaha. Lakini si unajua mimi ni mke wa mtu. Najua Vanessa. Najua una mtu na anakupenda sana. Na ana bahati sana. Sijui kama ananijua hilo. Vanessa? Vanessa? Baby, I'm sorry. Hii ni mara ya pili Twaibu, unasahau. Nakuwa busy sana mpenzi. Unajua hilo. Naelewa. Hapana Vanessa. Usijali. Twende basi nikutoe out. Unisamehe. Nimechoka sana. Siwezi. Nisamehe Vanessa. Usijali. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Need
any friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. This time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. Umempa nini Sparrow? Kwa nini? Anataka tena leo uende kwake. Mimi nahisi anakupenda. Sikujui vizuri, lakini naomba utambue na ujue nini unafanya. Na uwe mwangalifu, na kubwa zaidi uwe makini tena sana. Wewe ni mwelevu na najua cha kufanya. Umenielewa? Nimepajua unapofanyia kazi. Na nilikuahidi nikikukamata ama zako ama zangu, sasa utanikoma. Mbwa nakuja.
Twaibu kafanya nini tena? Kasahau tena birthday yangu. Jamani. Jana tu hapo si alikuletea zawadi? Kumbe zawadi sio ya kwake. Hii mara ya pili. Shoga yangu upendwi. Mtu unampenda mpenzi wako. Unasauje birthday yake? Nisha nisaidie nifanye nini? Si umfanya kukumbuke. Kivipi? Let me show you. Kwani Mr. Mola? Mwafanya binti wa watu? Memkuta hivi hivi. Anaonekana kuna kitu kipo sawa. Mwambie Twaibu. Mwambie. Nimemkimbia kwa muda mrefu sana. Nimejificha ili nimsahau. Na mimi nimsahau, lakini nahisi nimeshindwa. Naomba niache kazi. Alafu tufanye nini? Sijui. Huwezi kuacha kazi kwa sababu ya mtu. Pambana kama mwanamke Di. Nyie mjui tu nilipokutana naye. Nilihisi nimempata mwanamume wa maisha yangu. Lakini alibadilika. Sijui ni nini kilimpata. Pombe, madawa, wanawake, kunipiga mpaka kutaka kuniua. Kwa nini uliamua kuwa naye? Kuna muda huwezi kujua ni nani utakuwa naye kwenye mahusiano. Huwezi kujua, wanakuja kama malaika lakini ndani ni mashetani. Sikia, huwezi kuacha kazi. Unafikiri nitafanya nini Twaibu? Nitakusaidia. Nini? Utamsaidia? Mimi nitakusaidia, usijali. Mimi niko busy. Twaibu atakusaidia. Mambo Vanessa. Hapana. Nimekuja kukuhudumia tu. Sitaki chochote. Waafrika utamaduni wetu, mgeni akija lazima atie baraka kidogo. Au wewe utaki kutia baraka zako? Au sio? Basi nitakunywa maji. Basi karibu keti. Acha nikuletee maji. Enjoy.
Mbona umeregea hivi? Ukileo unapendeza zaidi. Dunia ni tamu sana. Ushalewa. Hata sijalewa. Unacheka nini? Unanikumbusha vitu fulani vilivyopita. Nakumbusha na kiza zako eh? Unafanyaga hivi kama mimi. Unawapa pombe. Hilo na set. Hapana. Unanikumbusha mtu mmoja hivi. Mpenzi wangu wa chuo. Lakini tuachane naye. Namchukia mtu ananichukulia kama malaya. Kwa unajisikiaje nitakuchukulia hivyo? Kwani utajisikiaje mtu akaja saluni akakuchukulia kama malaya kwa sababu unamshikashika? Unavyojisikia ndivyo ninavyojisikia. Wewe unajua mimi najisikiaje? Najisikia vizuri sana. Sababu najijua kuliko wao wanavyonijua. Watu watakusema na watakudharau, lakini wewe shikilia msimamo wako. Hakuna atakaye kuelewa. Na maanisha unapojitahidi kujitetea ndivyo ambavyo unaonekana muongo. Sijui umenielewa? Kwa mfano ex wangu, kila nilipokuwa nikijitahidi kumuonyesha upendo, alihisi na mdanganya. Niliumia sana aliponiacha. Kwa sababu niliamini yeye ndo mwanamke wangu wa pekee. Lakini yeye hakunipenda hata kidogo. Kwa nini hakukupenda? Sijui kwa nini. Lakini niliapa sitokuja kupenda tena. Lakini Vanessa, umenifanya nipende tena. Nakupenda sana. Sitoacha kusema kila siku na kuota. Unanihitaji? Unataka kujua na kuotaje? Polo niache. Polo staki. Nipenda gauni lako. Upendeza sana. Asante. Alinipeleka Nisha dukani leo. Nasipala fula nini hapa? Nilienda kumhudumia nyumbani leo. Nyumbani kwake? Huniamini? Nakuamini. Nyumbani kwake na gauni hili? Siamini kama uniamini kiasi hicho Twaibu. Nimeuliza tu kwani vibaya? Nimechoka. Naomba nipumzike Twaibu. Vanessa.
Ndicho ulichokuwa unataka, sio? Kulala na mimi na kuniacha, umekuja ofisini hata kunisalimia. Hata unipigi simu. Una maana gani? Unitaki tena. Huwezi kumsaliti Twaibu na unampenda sana. Sasa unataka nini Vanessa? Una maana gani? Nataka nini Sparrow? Nakuja kukuchukua sasa hivi. Naomba nikukute hapo nje. Sparrow, hapana. haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please later. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Vanessa, mimi nataka uwe wangu. Nimeshakuwa. Namaanisha uwe wangu peke yangu. Una maana gani? Nataka umwache Twaibu. Nini? Hiyo haiwezekani. Kwa nini uko hapa? Nimekuja kwako. Toka kwangu. Nini? Toka kwangu. Usitafute wala kunipigia simu tena. Mbona?
Nini kinaendelea? Uko sawa kweli? Ndiyo, niko sawa. Uko kimya sana. Usijali, nipo sawa. Tribe, haupo sawa bana. Nimesema niko sawa di. Hapana, samahani kama nimekukwaza. Lakini naomba uniambie, una tatizo gani? Labda nitakusaidia. Una nini Tribe? Nahisi nimempoteza Vanessa. Pole sana. Lakini kwa nini unasema hivyo? Sijui nilikosea wapi. Sijui nimefanya nini, sijui. Kuna kipindi hatujui tunakosea wapi Tribe. Lakini haya ndio maisha Tribe. Hata nilikuwa sijui kama ana furaha. Na kwa nini hakuniambia? Kuna kipindi tunakuwa na furaha, lakini unakutana na mtu anakuonesha utofauti. Labda nilikosea, mimi sijui. Labda, lakini mimi siamini kama wewe ndio umemkosea. Wewe ni mwanamume anayejiheshimu sana. Kwa aliyofanya sio kosa lako kabisa. Watu wanabadilika Tribe. Na yeye amebadilika. Sikujua maana nisaliti. Kwa nini nasikusaliti? Umejuaje Mr. Mola? Umejuaje? Mwanamke anahitaji attention, care and time. Lakini wewe utakujali Tribe. Busy. Unashauri nifanyaje? Pambana hela yote. Mkeo arudi. Sawa. Na wewe Piskali, kaendelee na kazi. Vipi shoga yangu? Mbona usalimii? Bosi Alinda alikuwa anakutafuta. Nimetoka ofisini kwake, nimemkuta hayupo. Kwani kuna nini? Nilikuja kumwambia kwamba hii ni wiki yangu ya mwisho kufanya kazi. Mimi nimesikia leo ni siku yako ya mwisho kufanya kazi na hataki hata kukuona tena hapa. Nimesikia Sparrow amefungulia saloni yako. Ndugu wangu Vanessa, juu ilifanyalo, ila nakutakia maisha mema.
think about it. Oh, life in Kingston Town. Life in Kingston Town. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've no place to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on and doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he left Augustine. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. Vipi, mchanganyikiwa? Labda. Haya yote umeyataka wewe Twaibu. Kwa hiyo ndo maisha uchagua Vanessa? Pombe, wanaume. Ujike siena kupenda Vanessa. Baby, twende nyumbani. Twaibu, wewe ni mwanaume mzuri sana. Na kuombea upate mwanamke kama mimi. Hata zaidi ya mimi. Mimi nakutaka wewe Vanessa. Najisikia kama nimekufa nikiwa na wewe Twaibu. Nataka kujisikia nipo hai. Nataka kujisikia na mimi ni mtu. Nataka kujisikia na mimi mwanamke mzuri Twaibu. Sitaki mradi ni mwanaume. Ulinisahau sana Twaibu. Ulisahau paka siku yangu ya kuzaliwa. Kwa nini kuniambia? Kwa nini? Nakupenda Twaibu. Nakutaka pia. Lakini samahani, siwezi tena. Samahani. Sawa. Sawa. Chucho vitu vyako nyumbani. Sitaki chochote Twaibu. Na kila kitu ninachokitaka. Bye. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Habari Mr. Sparrow. Nimejaribu kufuatilia maendeleo yako. CD4 zako zinashuka kwa kasi sana. Na hii nahisi inasababishwa na ngono isiyo salama. Na kuomba uhudhurie katika kituo chochote ili kuchukua dozi yako Sparrow. Na kukumbusha tu, pombe na wanawake sio salama kwa afya yako. Na kuambukiza ukimwi kwa makusudi ni kosa kisheria. Na kutakia usiku mwema Mr. Sparrow. Nategemea kukuona hivi karibuni. Asante.